Leo tunauliza swali moja tu, swali rahisi kwa maneno, lakini zito kujibu. Je, kanisa la leo ni lile lile Yesu aliloanzisha, au ni kitu kingine kabisa kilichovaa jina la kanisa kama nguo? Na kuomba, kaa nami hadi mwisho, kwa sababu video hii haitakufanya uhisi vizuri tu, itakufanya ufikirie, itakufanya uulize maswali, na labda itabadilisha jinsi unavyoona imani yako mwenyewe. Twendeni pamoja. Funga macho yako kwa sekunde moja na kuomba ufikirie. Ukiwa Yerusalemu, mwaka 33 baada ya Kristo, siku chache baada ya Pentekoste, Roho Mtakatifu ameshuka. Watu 3,000 wamebatizwa siku moja. Wanakusanyika wapi? Kwenye jumba kubwa lenye sauti nzuri? Kwenye jengo zuri lenye mwanga wa steji? Hapana. Wanakusanyika nyumba kwa nyumba, wanakula pamoja, wanaomba pamoja, wanaimba pamoja, wanashiriki mali zao. Yule aliye na zaidi anampa asiye na kitu. Hawana mwenyekiti wa bodi, hawana bajeti ya ujenzi wa kanisa, hawana mchungaji mmoja anayezungumza na wote wakimsikiliza kimya. Matendo 2:44-45 inasema, wote waliokuwa wameamini walikuwa pamoja, nao walikuwa na vitu vyote kwa shirika. Wakauza mali na vitu vyao, wakavigawanya wote, kila mtu kwa kadri ya haja yake. Hii ndiyo kanisa la kwanza. Hakuna mchungaji tajiri na waumini maskini, hakuna steji na umati, hakuna sadaka inayolazimishwa kwa nguvu. Kulikuwa na jamii, familia ya kweli inayopendana, inayoshirikiana na inayoishi pamoja kila siku. Lakini subiri kidogo. Kanisa la kwanza halijakusanyika tu kwa chai na mikate. Lilikuwa na nguvu ya kweli, nguvu inayofanya mambo ya ajabu, nguvu inayobadilisha maisha ya watu. Kwanza, lilifundisha. Paulo alisoma na wafuasi wake wa Efeso kwa miaka 3, kila siku, nyumba kwa nyumba, kibinafsi na kwa umati. Hakufundisha mada moja tu kila Jumapili, alifundisha kila kitu: historia ya Israeli, unabii, mafundisho ya Kristo, jinsi ya kuishi nyumbani, jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kushughulikia serikali. Mafundisho yalikuwa kamili, si vipande vidogo vidogo kwa kujaza muda wa saa moja. Pili, lilikuwa na nguvu ya miujiza ya kweli. Si mtu maarufu anayefanya miujiza mbele ya umati wakitazama na kupiga picha. Waumini wa kawaida, wavuvi, mafundi na biashara walifanya miujiza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Miujiza ilikuwa ishara, si burudani. Ilikuwa uthibitisho wa Injili, si uthibitisho wa umaarufu wa mchungaji. Tatu, liliwajali maskini. Kanisa la kwanza halikuwa na watu wanaokuja kupata baraka na kwenda. Lilikuwa na watu wanaokuja na kushiriki mzigo wa mwenzao. Paulo alikusanya michango kwa ajili ya kanisa maskini la Yerusalemu kutoka kanisa ote la makanisa. Kujali maskini haikuwa option, ilikuwa wajibu wa msingi wa imani. 4, lilikuwa na wazee wengi, si mtu mmoja anayeongoza. Kila kanisa lilikuwa na wazee kwa wingi. Mamlaka ilishirikishwa. Hakuna mtu mmoja anayeshikilia nguvu zote. Hii ilikuwa ulinzi dhidi ya udhalimu na ilifanya kanisa kuwa imara hata kiongozi mmoja akianguka. Lakini kanisa lilibadilika nini na vipi? Jibu linakuja kutoka mahali ambapo watu wengi hawatarajii, kutoka kwa mfalme. Mwaka 1313 baada ya Kristo, karibu miaka 280 baada ya Kristo, Mfalme Konstantino wa Roma alitoa amri inayoitwa Edict of Milan. Alisema Ukristo unaruhusiwa katika milki ote ya Roma. Hii ilionekana kama ushindi mkubwa sana. Waumini waliofukuzwa, waliouliwa, waliokimbilia ugenini sasa walikuwa huru. Lakini pamoja na uhuru huo, kulikuja hatari kubwa sana. Konstantino alifanya Ukristo kuwa dini ya serikali, na alipoifanya hivyo, alianza kuchanganya nguvu ya serikali na nguvu ya kanisa. Majengo makubwa ya serikali yaliyoitwa basilicas yakawa makanisa. Viongozi wa kanisa wakawa kama maafisa wa serikali. Mafundisho yakawa rasmi na magumu kubadilisha. Watu wakaanza kwenda kanisani si kwa sababu ya imani, bali kwa sababu ni desturi ya jamii, ni lazima kisiasa na pia ni tabia ya kijamii. Kanisa lililokuwa familia ya watu wanaopendana kwa hiari likawa taasisi ya watu wanaokusanyika kwa sababu ya mfumo. Tofauti hiyo ni kubwa sana na inaendelea
hadi leo. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye tofauti ya kanisa la kwanza na kanisa la sasa. Tofauti ya kwanza, mahali pa kukusanyika. Kanisa la zamani, nyumbani, bustani, mapango na pwani ya bahari. Mahali popote ambapo watu wawili au watatu wanakusanyika kwa jina lake. Kanisa la sasa, jengo kubwa, zuri, lenye sauti nzuri, lenye mwanga wa kisasa na lenye parking lot kubwa. Na wakati mwingine, jengo linakuwa muhimu zaidi ya watu wanaoingia ndani yake. Sadaka zinaenda kufanya ujenzi wakati waumini wanaishi katika umaskini. Tofauti ya pili, mafundisho. Kanisa la zamani, Paulo alisema sijatanga kuwaambia chochote kilicho na faida. Alifundisha kila kitu, mambo mazuri na mazito, mambo yanayofurahisha na yanayouma. Kanisa la sasa, mara nyingi mafundisho yanachaguliwa kwa uangalifu ili siumize mtu, sipoteze mtu, sipunguze sadaka. Injili ya prosperity, Mungu anataka utajiri uwe tajiri. Injili ya starehe, Mungu anataka furaha yako. Lakini injili ya msalaba, kubeba msalaba wako kila siku, hiyo inasikika mara chache sana. Tofauti ya tatu, viongozi. Kanisa la zamani, wazee walipaswa kuwa watu wa heshima ya kweli, waaminifu katika ndoa, wanaotunza familia vizuri, wapole, si wapenda pesa. Hizi zilikuwa sifa za tabia, si za kipawa cha kuzungumza vizuri au kuvutia umati. Kanisa la sasa, mara nyingi kiongozi anachaguliwa kwa sauti yake nzuri, uwezo wake kuvutia umati, mtandao wake wa kijamii, hata mavazi yake mazuri. Tabia inakuwa jambo la sekundari. Tofauti ya nne, pesa. Kanisa la zamani, Paulo mwenyewe alifanya kazi ya mikono, kutengeneza mahema, ili asiwe mzigo kwa kanisa. Alipokea msaada wa hiari kutoka kwa makanisa, lakini hakudai, hakushinikiza, hakutumia injili kama njia ya kupata utajiri. Kanisa la sasa, zaka au sadaka ni lazima, na wakati mwingine hata laana inakuja kwa asiyetoa. Mchungaji anaendesha gari la kifahari, anakaa nyumba kubwa, anavaa suti za bei kubwa, na waumini wanaambiwa toa zaidi ili baraka zikuje. Hii si Biblia, hii ni biashara. Tofauti ya tano, ushirika wa kweli. Kanisa la zamani waliitana ndugu na dada, na haikuwa maneno tu. Walilala nyumba za wenzao, walilisha watoto wa wenzao, walilia pamoja, walifurahi pamoja. Ushirika ulikuwa wa kina, wa roho na mwili. Kanisa la sasa, unakutana na watu Jumapili, unasalimiana, unaenda nyumbani. Mwingine anaugua, hujui. Mwingine ana tatizo kubwa, hakuna anayejua. Unaonana tena Jumapili ijayo. Hii si ushirika, hii ni mkutano wa kijamii unaovaa jina la kanisa. Tofauti ya tano, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa la zamani, Roho Mtakatifu alikuwa kiongozi wa kweli. Wazee walikaa kimya na kuomba kabla ya kufanya uamuzi wowote. Paulo alibadilisha safari yake mara nyingi kwa sababu Roho alimwambia nenda hapa, usiende pale. Kanisa la sasa, mara nyingi mipango inafanywa na bodi ya wakurugenzi. Imeandikwa vizuri, ina bajeti na muda wa kutekeleza. Roho Mtakatifu anaitwa baadaye, abariki mipango iliyokwisha kupangwa na binadamu. Tofauti ya saba, mtazamo kwa wasio waamini. Kanisa la zamani lilitoka nje kwenda kwa watu. Paulo alikwenda sokoni, alikwenda mahakamani, alikwenda uwanjani kwa mfalme, akipeleka injili kwa watu walipokuwa. Kanisa la sasa mara nyingi linangoja watu waje ndani, linaweka matangazo mazuri, linaimba nyimbo za kuvutia, lakini kwenda mtaani, kwenda nyumba kwa nyumba, kwenda kwa mtu anayeumia mahali alipo, hiyo ni nadra sana. Tofauti ya nane, mtazamo kwa dhambi. Kanisa la zamani, dhambi ilishughulikiwa kwa upole lakini kwa uwazi. Paulo aliwaandikia Wakorintho kwa machozi, akisema mtu fulani anafanya dhambi na kanisa inapaswa kumwambia ukweli. Lengo lilikuwa uokoaji wa mtu, si adhabu. Kanisa la sasa, upande mmoja unasema dhambi yoyote ni sawa tu, Mungu anakupenda unavyoishi. Upande mwingine unafukuza watu na nguvu na aibu. Upendo wa kweli wa Biblia ambao unasema ukweli kwa heshima, kwa lengo la kuponya, ni nadra sana.
Tofauti ya 9: umoja. Kanisa la zamani, Paulo aliandika kwa uchungu mkubwa kuhusu migawanyiko ya Korintho. Alisema kuwa na vikundi ndani ya kanisa ni dalili mbaya. Lengo lilikuwa umoja wa kweli, si umoja wa kufunika tofauti, bali umoja wa kweli wa roho. Kanisa la sasa, madhehebu ni mengi sana: Wakatoliki, Waprotestanti, Waanglikana, Wabaptisti, Wapentekosti, Seventh Day na nyingine nyingi. Kila moja inasema ina ukweli kamili, na wakati mwingine wanashindana kama biashara zinazoshindana kwa wateja. Tofauti ya 10: lengo kuu. Kanisa la zamani, lengo lilikuwa wazi na rahisi: fanya wanafunzi wa mataifa yote. Si kujenga jengo kubwa, si kuwa na umati mkubwa, si kuwa maarufu. Fanya wanafunzi, watu wanaomjua Kristo kwa kina, wanaoishi kama Kristo, wanaomwakilisha Kristo ulimwenguni. Kanisa la sasa, mara nyingi lengo linabadilika: kukua kwa idadi, kujenga, kuwa maarufu, mchungaji kuwa celebrity. Na wakati mwingine, wanafunzi wa kweli wa Kristo ni wachache sana katika umati mkubwa. Lakini kanisa la kweli bado lipo. Halikusimama, halikufa, lipo katika pembe zote za dunia, na lipo hapa Afrika pia. Lipo katika kikundi kidogo cha watu wanaokusanyika na kusoma neno kwa kina, wakiuliza maswali, wakisaidiana kwa fedha au mahitaji na nguvu. Lipo katika mchungaji anayeishi maisha rahisi, anayekataa kutajirisha nafsi yake kwa gharama ya waumini wake. Lipo katika mama anayetembelea jirani yake mgonjwa, si kwa picha za Instagram, bali kwa upendo wa kweli wa Kristo. Lipo katika kijana anayesoma Biblia kwa bidii, si kufuata mada ya Jumapili tu, bali kwa njaa ya kweli ya kujua Mungu. Kanisa la kweli halijengwi kwa matofali na sementi, linajengwa kwa mioyo inayompenda Mungu na kupendana kweli kweli. Na mioyo kama hiyo inapatikana kila mahali, kama tu moyo wako uko wazi kwa Mungu anayekutafuta wewe kwanza kabisa. Kama video hii imekugusa, like na kisha subscribe. Share kwa kila Mkristo unaompenda, hasa yule unayejua anahitaji kusikia hili. Na niambie comments, wewe unaona tofauti kubwa zaidi kati ya kanisa la zamani na la sasa? Nataka kusikia mawazo yako. Tutaonana video ijayo. Mungu akubariki, akuongoze na akukumbushe kila siku kwamba anakupenda wewe, si kanisa lako. Kwaheri.